Neema yako ionekane kwetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi tutasimama sote ili tumkaribishe mhubiri wetu. Na si mwingine ni Pastor Christopher, atatuombea. Tunampigia Yesu Kristo makofi makubwa kabisa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi wameshaomba. Asante sana. Mnaweza mkaketi chini ya Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Mnapendeza sana. Mnang'ara sana kabisa. Ambia jirani yako unapendeza ndani ya Yesu. Ambia jirani yako unapendeza ndani ya Yesu. Amen. Basi leo ni siku mpya ambayo Mungu amekupa tena, ametupa neema bora siku ya leo. Amen. Na sitachukua sana muda wenu. Amen. Kichwa neno ya asubuhi ya leo. Kichwa neno nasema kwamba lazima tushinde majaribu. Amen. Kichwa neno nasema kwamba lazima tushinde majaribu. Amen. Na tutakwenda kusoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ya 10 mstari wa kwanza mpaka 13. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 10 mstari wa kwanza mpaka 13. Sura 10 mstari wa kwanza mpaka 13. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wao na Musa katika wingu na katika bahari, wote wakakala chakula kile cha roho, wote wakakunywa kinywaji kile cha roho, kwa maana walimunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamiza jangwani. Basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani. Tuko mpaka 13. 13 linasema, jaribu halikuwapata nyinyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mlango wa kutokea, ili mweze kustahimili. Amen. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha kujaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili muweze kustahimili. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe wanadamu wengi huwa wanasahau ya kwamba Mungu mwenyewe anaruhusu, Mungu mwenyewe amefanya kusema kwamba
Jaribu ni kawaida kwa mwanadamu yoyote. Amen. Lakini kwenye hiyo majaribu aseme Mungu amefanya kupitia yale majaribu, kuna njia ama kuna mlango ya wewe kutokea kwenye hayo majaribu. Amen. Jaribu linapokupata sio kama Mungu hakuoni. Majaribu yanapokuja ndani ya nyumba yako sio kwamba Mungu anakaa kimya. Mungu anakupa majaribu kulingana na uwezo ambao uko nao. Mungu anakupa majaribu kulingana na nguvu ambazo uko nazo. Biblia inasema Mungu hawezi akakupatia majaribu ya mzigo ambao hautaweza kuitua. Wanadamu wengi wanalia usiku na mchana. Wanapokuwa na matatizo, majaribu yanapowafikia, ndipo hapo wengi wanamkataa Mungu. Majaribu yanapowafikia, ndipo wengi wanageuka, wanampa Mungu mgongo na kutafuta njia nyingine. Lakini acha nikukumbushe, Biblia iko wazi. Ndio maana ukitaka ufanikiwe kwa maisha yako, ukitaka utembee pamoja na Mungu, soma neno lake. Watu wengi wanapotea kwa sababu ya kuto kusoma neno la Mungu. Watu wengi wanalia kwa sababu ya kuto kuelewa neno la Mungu linasema nini. Unapoenda kwa masomo, mwalimu anakufundisha 1 kuongeza 1 ni 2. Kama hauifanyie homework, kama hauirepete ile 1 kuongeza 1 ni ngapi, hautaitoka kwa maisha yako. Na ndiyo hivyo Mungu naye anakupatia neno lake. Unapoanguka kwenye majaribu, soma neno la Bwana na utapata njia namna gani ya kutoboa hiyo matatizo. Amen. Amen. Mungu hakupi majaribu ili kusema kwamba ubaki ukilia. Mungu hakupi majaribu ama majaribu haikufikii kusema kwamba wewe umemkosea Bwana. Majaribu haikufikii kusema kwamba Mungu anakuchukia. No. Hata Yesu alijaribiwa. Na Yesu ndio mwana wa Mungu. Na Yesu ndio amekuja kutukomboa. Lakini hata yeye amejaribiwa. Kama Yesu amejaribiwa, wewe ni nani usijaribiwe? Wewe ni nani ambaye usipigwi kama kweli umesimama imara? Tutakapoamini ya kwamba wewe umeokoka, ili tuamini kwamba wewe una Mungu, ni lazima upimwe imani yako. Maana usikati hapa kutuambia Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Majaribu yanapofika unakuwa kwa kwa mganga kienyeji kule nitaenda kidogo ninapata mtoto. Kusema ndio wangu yuko sawa, acha nimroge. Acha nimfungie mchupu. Ndio wanaomba siniachaki. Amen. Ili wanaomba siniachi, acha ile kwa mganga kienyeji wanipatie dawa nimtilie mkinywaji akunywe anione mie tu. Amen. Kwa mama ile. Kwa mama. Kwa mama mko. Wamama sema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka wamama tu waseme Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wamama mko? Usingoje unaenda kwa waganga wa kienyeji ili Bwana wako akupende ama ili akupe wewe. Mungu ndiye dawa. Yesu ndiye dawa. Yesu ndio kila kitu kwa maisha yako. Lakini lazima upitie kamtihani kidogo ili Bwana wako naye kwenye atakuwa sema yes, bibi yako ananipenda. Ili Bwana kama mimi bibi yako ananipenda, lazima naye apitie mtihani kidogo. Mtashi kwa ndoa na muaminiana. Bwana asifiwe. Amen. Halo. Wewe utakatwa aje salama na mtu kwamba bibi yako anatongozwa. Kama bibi yako anatongozwa sasa wewe utajamini namna gani? Bwana asifiwe. Lazima mama mtumishi apite mahali vijana wamwite kwanza kidogo. Ili naye aseme yes, nimejaribiwa. Ili atakapojaribiwa akumbuke Yesu ni Bwana na mimi nimeolewa.
ninampenda Yesu, siwezi nikafanya haya mambo. Amen. Sasa huyo hapo ndiye atakuwa amebeba Yesu ndani yake na amebeba mume wake ndani yake na kuheshimu neno la Bwana. Mwanaume naye ni lazima apimwe. Ni lazima pawepo wadada wazuri warembo kama wadada zetu ambao wako kwenye kanisa. Mtaamini aje kana mimi nikukoka? Mtaamini aje? Ni lazima pawepo wadada warembo wazuri kwenye kanisa. Alafu mzee mimi ndio niwapatie rai. Hapana wewe. Amen. Mtaamini na mama Christine mtaamini namna gani kama nimeokoka? Kama sipime kwenye majaribu wataamini namna gani? Ni lazima mnipe wadada warembo niwapatie rai, niwabebe nyumbani kwao. Akija sasa mnipige kama kweli nitatoboa hapo. Maana Yesu ni Bwana. Amen. Lakini siku ya mama mahali popote takuwepo, ukisikia mwanangu iwe saa 2 ya usiku, saa 4 ya usiku, alilamuka nenda patia muamini rai ama kumbeba Mkristo amepata shida. Usiwe na shida, usiogope. Amen. Wewe amini tu kwa sababu kama umebeba Yesu ndani yake, kana salama. Amen. Usiwe na shida yoyote. Maana ili uaminiwe kwamba kweli umeokoka, lazima upitie kwenye majaribu. Wadada msikapo kwa sababu tunaema Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, tunatabiri rabo shakarama tayaba nini, lakini mnapoona mwanaume mwenye kifua kama Josina, mnapoona kijana kabisa kweli, mnaangalia mnasema yes is handsome. Kama kweli hautaangalia mara pili, kama hautaweza mate Yesu ni Bwana. Amen. Lazima upimwe. Ni lazima upimwe. Kupitia kwenye hiyo kipimo, Mungu naye kwenye hiko atajipiga kifua atasema yes, ule ni mtu wangu. Amen. Kama kisi sawasawa Mungu alivyojivunia Ayubu. Shetani alienda mshtaki Ayubu kwa Mungu. Asema unajua ule yana kwa agana kwa nini tujua mpendaka. Mungu akajipiga kifua. Ifike muda Mungu naye ajipige kifua kwa ajili yako. Asema nina mtumishi wangu Trezor. Ule ndiye ambaye ninayependa kabisa. Yaani ule hawezi, sina shida na yeye, maana sina mashaka. Mahali popote atapita ninajua atanitia mbele. Amen. Ifike muda Mungu akujivunie. Sasa na Mungu atakujivunia namna gani? Lazima upite kwenye majaribu. Amen. Kama Yesu alipita kwenye majaribu, wewe ni nani? Unajua shetani mtu basa. Shetani mtu basi sijawahi kuona. Yesu anawafanya mafungo siku 40. Usiku na mchana hakuni maji, hakuna nini. Ametoka kwenye mafungo iko na njaa vibaya sana. Yaani mngeumba hata sinia yote ya wale alimaliza. Amen. Yaani alikuwa hata huyo atakutembea. Anaenda kama mtu ambaye anataka huko. Shetani sasa anakuja anasema huyu jamaa yuko na njaa. Ili kusoma nijue kama kweli ameokoka, acha nipige. Akamwambia ni kama wewe unaona Mungu. Amungu ili jiwe iko mkate. Amen. Yesu akasema sema mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Kwa hiyo na wewe ili tujue umeokoka kweli, lazima na wewe upimwe. Lazima magonjwa nayo kukujie. Lazima ugonjwe. Sio kwamba Mungu amekuchukia, no. Lazima ugonjwe, tutajuaje kama kweli umeokoka na umpenda Mungu? Siku ya magonjwa ukibakia nyumbani kwako na kuanza kulialia, mimi ni mgonjwa, Mungu amenitupa, Mungu amenifanya nini? Wewe hujaokoka bado. Amen. Wewe bado hujaokoka. Unapogonjwa unakimbilia nani? Nani ambaye unataja wa kwanza? Maana Yesu anaweza kuponya bila kutumia dawa, bila kutumia shindano. Asema kupitia jina la Yesu Kristo tu. Ukitaja jina la Yesu Kristo, mapepo yanakimbia, magonjwa yanapona. Kwa hiyo kumbe tusiwe kuhangaika. Unapogonjwa, unapokuwa na shida, mkimbilie Yesu. Amen. Tusome katika kitabu cha Yeremia. Tusome Yeremia sura yake ya 32 mstari wa 27. Yeremia 32:27. Tusikie Mungu anasema nini. 32 mstari wa 27. Lazima upimwe.
27. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. 27 nasema hivi. Verset yake inasema tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Amen. Tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anakuuliza kwamba ni neno gani ngumu ambalo asiloliweza? Wewe unapigwa na wachawi, unawindwa na wachawi usiku na mchana. Kuna watu hapo wanaogopa wachawi kuliko kumogopa Mungu. Kuna watu wanaogopa maneno ya watu kuliko kumogopa Mungu. Kuna watu leo wanaacha kwenda makanisani kwa sababu ya watu wengine. Kuna watu wanashindwa kufanya business kwenye maisha kwa sababu ya watu wengine. Kuna watu wanashindwa kuendelea kwenye maisha kwa sababu ya watu wengine. Asa kuna mtu anakuwa basi mseme. Sasa kuliko kusema sisemewe, omwe yeye aacha ajitenge mbali na mwanadamu. Hata ukijitenga tu utasemewa. Amen. Na mtoto ambaye ngali ndani ya tumbo anasemewa. Wewe ni nani sasa ambaye umezaliwa? Na maiti imeshakufa inasemewa, kasema kwanza acha kakufe. Kalikuwa na roho mbaya. Nilikuwa sikapendi. Unajua alifunya ndoa ngapi? Kwanza ule alitembeaka na mume wa mtu fulani. Kwanza ule alitembeaka na mke wa mtu fulani. Kwanza ule alikuwa na chuki, alikuwa na kiburi, alikuwa na majivuno. Maiti inasemewa.